Bwana Yesu asifiwe. Mtazamaji wangu popote unaponitazama, nataka nikukaribishe kwa mafundisho ya siku ya leo. Nataka niongee kuhusu ndoa kwa dakika chache. Najua Mungu anaenda kubadilisha maisha yako ndani ya hiyo ndoa. Nataka tuangalie nini nafanya kwamba mume anatoka nje ama mke anatoka nje. Bwana Yesu apewe sifa. Hili neno limeandikwa kwenye Biblia, lakini watu huwa wanaliruka au walisomi. Watu huwa hawasomi, hata wachungaji kwenye makanisa neno ili huwa hawalisomi, wanaliruka. Na ili neno inafaa lisaidie ndoa mahali, inafaa lisaidie mume, inafaa lisaidie mke mahali, ili mke akae akijua ya kwamba yeye ni ubavu wa mume wake, na mume wake ajue ya kwamba mke ni ubavu wake. Wanapoishi pamoja wajue ya kwamba wamekuwa mwili mmoja kulingana na Biblia. Tukisoma katika 1 Corinthians 7, nitaanzia mstari wa 3. Biblia inasema ya kwamba na mume na ampe mkewe haki yake, na hivyo na mke ampe mkewe na haki yake. Bwana asifiwe. Sasa nikuulize wewe mama, uko na mume wako kwa nyumba. Usiku mmelala, lakini umechukua mtoto umeweka katikati. Ni kama mume amelala Uganda, mama amelala Kenya. Mzee akijaribu kurusha mkono, anagwara mtoto usiku. Mtoto anaanza nduru. Mama umevaa longi, umevaa kinyasa ndani, umevaa longi ya jeans na umefunga mshipi. Hebu niambie, security gani yenye umeweka hapo? Ni pesa umefungia hapo ndani, ni banki, ni nini? Mimi najua kwamba pesa ndio huwa zinachungwa kwenye benki na zinawekewa tight security. Lakini mama umevalia longi ya jeans, umefunga mshipi. Na Biblia inasema ya kwamba na mke ampe mmewe haki yake. Haki gani yenye unapeana hapo sasa? Halafu mume wako akitoka nje, unaanza kelele. Unaanza kusema mume wangu ni malaya, mume wangu anatembea na wasichana, mume wangu anaanya. Nataka nikwambia kwa mama, wewe ndiye unazamisha bwana yako kutoka nje. Wewe ndiye unachangia mume wako kutoka nje. Bwana Yesu apewe sifa. Mara nyingi tumechukulia vitu vidogo kuwa vitu vya kawaida. Mara mingi tunakataa kufuatilia vitu ndogo hizi. Ndio unakuta hizi vitu ndogo ndio zinaharibu ndoa. Unakuta hizi vitu ndogo ambazo unaichukulia kuwa za kawaida ndio zinaharibu ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Hizi vitu ambazo unaona asifai ndio zinaharibu ndoa. Mume ni mwili wako. Mume ni ubavu wako kulingana na Biblia. Wakati mmepatana mmekuwa mwili mmoja. So mnafanya vitu kwa umoja. Sio wakati mume anataka kumwambia kwamba nimechoka. Kwani hiki nani ugali? Kwani chakula kila saa? Ndio ni chakula hiyo kitu. Kama ukijua ni chakula, inafaa ikuliwe kila siku. Toshelesha mume wako. Mtosheleshe. Ndio asiangalie nje. Pengine unaniambia pastor unaongea. Kuna wengine hata wape 24 hours. Hawatosheki. Wewe fanya kulingana na Biblia imesema, na Mungu atamprotect. Hata akienda huko nje akijaribu kuchumbiana wanakataa. Kwa sababu gani? Mama unacheza pati yako kwa nyumba. Lakini wewe hauchezi pati yako mama. Wewe mume akiingia kwa nyumba unamuona kuwa stranger. Mkilala mnalala ni kama wakimbizi. Mkilala mnalala ni kama mjuani. Bwana Yesu asifiwe. Mnaishi nyumba moja lakini mnakaa kama wakimbizi. Mnaishi nyumba moja lakini mnakaa kama stranger, watu ambao hamuelewani mjuani. Mama akitoka kwa bafu ameoga anajificha nyuma ya mlango ndio abadilisha manguo. Mume akitaka kubadilisha nguo inabidi akimbie jikoni ama aende akae nyuma ya mlango ama afunge bedroom kwanza ndio ajibadilisha manguo. Yaani mnakaa ni kama mili zenu ziko na vinonda, huyu ataniona kinonda yenye niko nayo atatoroke. Bwana Yesu apewe sifa. Kama Biblia imesema wewe mke umpe mume wako haki yako, mbona unamnyima? Kwani hiyo kitu nakulanga ugali? Utaipea ugali jioni ikule? Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio tabia mama mmefanya mpaka wanaume wanatoka nje. Mnaanza kusema ya kwamba bwana yangu ameenda ameolewa na mama mwingine mzee huko chini. Ndio hiyo mama mzee ndio anajua kumshughulikia, ndio sababu ameamua kumuoa. Wewe umeshindwa na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kila saa bwana wako akitaka nimechoka.
Kila saa bwana wako akitaka, "Wao, sisikii mzuri." Bwana Yesu asifiwe. Na kuna waume naye ni kisirani. Mke anakutoshelesha kila saa kila wakati, lakini utosheki. Bwana Yesu asifiwe. Yani unafanyiwa chochote lakini utosheki. Ukitembea huko nje bado unaangalia tu. Watu wa shule wakipita unaangalia tu. Sana kipita amefunga matako unaangalia tu. Mimi nasemanga hivi. Wewe mwanaume ukipita huko nje na ukaona kuna msichana amefunganisha matako, na hiyo ndio inakusumbua akili, nunulia bibi yako vyakula akule pia na yeye akue na hiyo matako yenye unaangalia huko nje ukitamani. Kama umeona mwingine amevaa skati fupi, nunulia bibi yako skati fupi, mwambie vaa, apite mbele yako, hiyo tamaa ishe. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kutembea huko nje, mwisho unabeba magonjwa unaletea mke wako. Baadaye mnaanza kulaumiana. Baadaye mnachotoa kiwa mayatima. Bwana Yesu apewe sifa. Jifunze kutulia kwa ndoa yako. Jifunze kutulia kwa ndoa yako. Wewe mume unayenitazama, utauliwa kwa wake za wenyewe huko nje. Kazi yako ni kupita na kila mtu. Sio wake wa watu, sio watu wa shule, sio yani kila mtu, wa mama wazee. Bwana Yesu asifiwe. Unafanya mke wako ameshindanga ndoa kilia, yani anaishi ndoa ya uchungu, ndoa imekuwa ni ya machozi. Maana habari ambazo wanaletewa kila saa, "Oh, nimeona mume wako, nimeona mume wako, nimeona mume wako." Mpaka huyu mama amechoka, anashangaa ni kwa nini nilioleka na huyu mtu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mume ubadilike. Leo ni siku yako, ubadilike na ubadilishe mienendo. Na ubadilishe tabia. Tosheka na mke wako. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama utanichukia useme, "Pastor, wewe unaongea haujui chenye ananifanyianga." Naongea kwa wale ambaye wake wanawatoshelesha, wako sawa, lakini bado mzee utosheke, unaruka nje. Ipo siku itafika, utashikiwa kwa nyumba yenyewe na mke wenyewe. Ndio utajua chenye nilikuwa nakwambia ni ukweli. Tosheka na mke wako. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona watu wa shule ni wazuri sana, nunulia mke wako uniform avae. Akae kama mtoto wa shule. Jua kilego na kuambia watu wa shule wako sawa. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mwenye anavaa longi ni mrembo sana, nunulia mke wako longi avae. Ukiona mwenye anavaa kinyasa ni mrembo, nunulia mke wako kinyasa avae. Ukiona mwenye anatembea nje na bike, pia ambia mke wako vaa bike, tembea nao kwa sisi room nikuone. Bwana Yesu asifiwe. Hii ujinga ya kuacha mke ndani ya nyumba na unaenda kuhangaika huko nje na mama wazee, mama wachangao wa busaa, alafu unatoa magonjwa unaletea mke wako kwa nyumba. Hiyo tabia ishindwe kwa jina la Yesu Kristo. Na unisikie na ubadilishe mienendo. Najua sasa unanitazama na niangalia, na najua wengi watapenda mahubiri. Hata ukikutana nayo YouTube ama TikTok utairuka tu. Juu watu wengi wanapenda vitu vichekesho sana. Wakenya wengi wanapenda vitu fani. Ndio mpeane likes, ndio mcomment, ndio mfanye nini. Lakini mahubiri kama inajua utairuka. Uiruke tu. Lakini najua ipo siku utaitafuta kwa mitandao ya mahubiri. Iko siku wakati utapatikana mke wa mtu, ama mambo ambayo naongea haya yatakufanyikia, ndio utaitafuta mahali iko useme hapana. Huyo pastor alikuwa anahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana. Na Mungu akulinde. Mama, tunza ndoa yako. Mume, tunza ndoa yako. Mkae kwa amani. Mungu anapenda ndoa ambaye watu wanakaa kwa amani. Shetani anachukia ndoa ambaye mnakaa kwa amani. Kazi ya shetani ni kutangatanga na kuharibu na kubomoa na kuvunja. Biblia inasema kwamba shetani alikuja kuharibu na kubomoa na kuchinja na kuiba. Yaani huyo ni mtu wa kuharibu, ana rafiki. Na mimi naambianga watu shetani ana rafiki. Usijifanye ni rafiki wa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo badilika. Badilisha mienendo. Na Mungu atawabariki. Na Mungu atawaonekania. Mungu akubariki mahali penye uko, na Mungu akuonekanie, na acha Mungu akulinde. Na hiyo ndoa natangaza iwe ndoa ya amani. Jina langu niita Pastor Shua. Ukitaka kunipata kwenye YouTube, tafuta Pastor Shua, utapata mahubiri yangu pale. Na ukitaka tuongee, labda uko na vitu ambavyo ni burning issue, private issues, nitafute. Namba yangu utanipigia kwa simu, tutaongea. Ni 0711 491
043 0711 491 043. Nitafuta hapo, tutaongea, nitakucancel, nitakuombea. Chochote ambacho usaidizi wote ambao unataka nikusaidie, nitakusaidia. Kama ni kazi, kama ni nini unataka nikuombee, Mungu atatenda. Ndio sababu najiita Pastor Sure, ya kwamba niko sure na mambo ambayo nafanya, na niko sure nikikuombea Mungu atatenda na Mungu atakuonekania. Sibahatishi kazi ya Mungu. Ninafanya nikiamini ya kwamba Mungu atatenda na Mungu ni mwaminifu. Aliyenituma atatenda. Aliyenituma nikikuombea utapona. Ndio maana niko sure na chenye nafanya. God bless you and God protect you.